Mheshimiwa Naibu Spika, jukumu la serikali ni kuwezesha biashara hususan katika biashara za sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwahi kusimama hapa bungeni na mara kadhaa aliwahi kusimama huko nje akisema baadhi ya taratibu ambazo tunaweza tukafanya tukaboresha mazingira ya biashara. Alizungumzia dhamana za mali zisizohamishika, jambo ambalo nimshukuru sana Waziri wa Fedha, lakini na BOT wameanza kulifanyia mchakato. Lakini niwashukuru sana wenzetu wa Wizara ya Fedha kwa sababu yapo mambo ambayo tayari wanayaangalia, ikiwemo mfumo wa dhamana za mikopo, yani credit guarantees, ambazo zinasaidia mabenki kuchukua sehemu ya hatari za mikopo na hivyo kusaidia ukuaji wa biashara. Lakini vile vile kuna mambo mengine ikiwemo fedha za kijani, yani green financing, pamoja na mifumo ya kidijiti ambayo yanachagiza biashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Naibu Spika, mojawapo ya mambo ambayo yanazungumzwa sana katika biashara ni masuala yanayohusiana mikopo pamoja na riba kwa wafanyabiashara. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kwamba riba zetu zimekuwa zikishuka taratibu, kwa sababu ukiangalia kwa mwaka tu uliopita zimetoka kutoka 15.50 mpaka 15.11. Yapo maeneo ambayo bado tunafanya vizuri, ikiwemo mikopo kwa sekta binafsi, kwa sababu takwimu zinatuonyesha imeongezeka kwa 23.5 na sasa tunazungumzia takriban trilioni 44.6, ambacho tunataka kuambia jumuiya ya wafanyabiashara, serikali ipo makini kuhakikisha tunawezesha viwanda, lakini tunawezesha uendelevu wa biashara. Mheshimiwa Margaret mdogo wangu alizungumza swala la biashara za kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakubaliana na yeye kwa 100%. Mfumo wa biashara unavyoenda duniani kwa sasa umebadilika. Kuna biashara za bidhaa, lakini vile vile kuna biashara za kidijitali. Na mojawapo ya maeneo ambayo yanaleta fedha nyingi kwa sasa ni mfumo wa kidijitali wa kuuza bidhaa nje ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakubaliana na Mheshimiwa Margaret kwamba hapa bado kuna kazi ya kufanya, lakini jambo la kuleta heri ni kwamba sisi ndani ya sekta tumejipanga kuangalia upya eneo hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, biashara ya dunia imebadilika kwa kasi sana. Ukiangalia mwelekeo wake kwa sasa, ukiangalia mwaka 2024, mauzo ya huduma za kidijitali duniani yalifikia dola za Kimarekani trilioni 4.9. Na ukiangalia mauzo yote yale ya huduma za biashara, yani services trade, ambayo yalikuwa trilioni 8.695, nusu yake ilikuwa inatokana na huduma za kidijitali. Kwa hiyo nakubaliana na Mheshimiwa Margaret kwamba sasa ni wakati wa kuratibu miundombinu ya kuuza nje huduma zetu za kidijitali, na ni eneo ambalo linafungua fursa za kibiashara kwa vijana wengi zaidi. Ijapokuwa yapo mambo ya kufanya ambayo mimi naamini tutaendelea kuyafanya vizuri kwa uratibu na sekta zingine, ikiwemo sekta ya dada yangu Angela Kairuki ya mawasiliano, sekta ya fedha, pamoja na sekta nyinginezo ambazo zipo katika wizara yetu.